Sasa tendo tukaendelea na sehemu yetu ya 4 pale tulipokuwa tumeishia. Sehemu ya 4, uwanja wa kijiji ulikuwa kimya. Upande mmoja aliosimama Raza akiwa na kundi lake la watu wenye silaha. Upande mwingine amesimama Apostle pamoja na wananchi wa Mwangaza. Hakuna aliyekuwa tayari kurudi nyuma. Raza akacheka kwa dharau. Nadhani mnaweza kunizuia? Vijiji vingi vimejaribu na vyote vimeshindwa. Apostle akajibu kwa utulivu, tunapigania nyumba zetu, familia zetu na maisha yetu. Hiyo ni nguvu ambayo huwezi kuinunua kwa fedha. Maneno hayo yaliwapa wananchi ujasiri mkubwa. Raza akatoa ishara. Watu wake wakaanza kusogea mbele. Wananchi wa Mwangaza wakasimama imara. Mapambano makali yakaanza, lakini tofauti na ilivyokuwa kwa vijiji vingine, hapa kila mtu alikuwa amejipanga. Vijana waliokuwa katika sehemu za ulinzi, wazee walikuwa wakiongoza mawasiliano na wanawake walikuwa wakisaidia kuwahudumia waliojeruhiwa. Mpango wa Apostle ulianza kufanya kazi. Kadri muda ulivyopita, kundi la Raza lilianza kuchanganyikiwa. Walitegemea kupata watu waliotawanyika kwa hofu, lakini walikuta jamii iliyoungana. Hasira zikamjaa Raza. Akamwona Apostle akiwa katikati ya wananchi. Akaamua kumfuata moja kwa moja. Watu wakajaribu kumzuia, lakini akafanikiwa kufika karibu naye. Yote haya yameanza kwa sababu yako, alipiga kelele. Apostle akamwangalia kwa macho ya utulivu. La, yote haya yameanza kwa sababu ulifikiri hofu inaweza ikatawala watu milele. Raza akasita kwa sekunde chache. Hakuwahi kusikia mtu akizungumza naye kwa hasira, kwa ujasiri namna hiyo. Wakati huo huo, watu wake walikuwa wakianza kukata tamaa. Waliona jinsi wananchi walivyoshikamana, mmoja baada ya mwingine wakaanza kuondoka. Raza alipogeuka, aligundua kuwa alikuwa amebaki karibu peke yake. Kwa mara ya kwanza maishani mwake alijiona ameshindwa. Akaangusha silaha yake chini. Kimya kikatawala. Wananchi walitaka kumshambulia kwa hasira kutokana na mateso aliyokuwa amewasababishia, lakini Apostle akainua mkono. Hakuna atakayelipiza kisasi. Watu wakasimama. Raza akamwangalia kwa mshangao. Baada ya yote niliyofanya, hunichukii? Apostle akajibu, chuki huzaa chuki. Lazima mtu mmoja aamue kuikatisha. Maneno hayo yakamgusa Raza kuliko mapambano yote yaliyokuwa yametokea. Machozi yakaanza kumtoka. Kwa miaka mingi aliyokuwa akiishi kwa nguvu na vitisho, lakini siku hiyo alikutana na kitu ambacho hakuwahi kukielewa. Baada ya ushindi huo,
Mwangaza ikawa mfano wa amani kwa maeneo mengi, lakini usiku mmoja babu yake Apostle alimuita pembeni. Kulikuwa na jambo alilokuwa ameficha kwa miaka mingi. Amani, alisema kwa sauti nzito. ule moto ulioua familia yako haukuwa ajali. Apostle akakaza macho. Kuna mtu aliyekuwa nyuma ya kila kitu. Ni nani? aliuliza kwa mshangao. Babu akavuta pumzi ndefu. Kiongozi mkubwa sana ambaye bado yupo hai mpaka leo. Apostle akabaki ameduaa. Alikuwa amepigana vita vingi, lakini sasa aligundua kuwa adui wa kweli alikuwa bado hajajulikana, na safari yake ikawa ndiyo inaanza upya. Na huu ni mwisho wa sehemu yetu ya 4. Guys, tukutane katika sehemu ya 5. Nini kitaenda kutokea? Mimi hata sijui. Subscribe, like na notification ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo. Ni wako msimuliaji KBTZ. La ziada sina zaidi ya kusema bye.